Habari na karibuni tena katika chaneli hii ya maarifa. Leo ni siku nyingine ya kujifunza. Pia kama bado hujasubscribe, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kupata somo kila tunapoliweka. Huu ni mwendelezo wa somo la kwanza, na nafikiri somo la kwanza tulijifunza nini maana ya research, lakini pia tulijifunza namna gani ya kuclassify research, yani classification of research, lakini tukajua nini maana ya operational research. Kwa hiyo leo tutaendelea na procedure for conducting operational research. Kama nilivyoambia, somo hili la operational research ndilo ambalo tutakwenda kulisoma kwa muda mrefu, baada ya nyie kufahamu classification of research, kwamba research can be classified kwa namna tofauti, na one of the classification of research is what we call it operational research. Kwa hiyo tutakwenda kudeal na operational research, na leo tunakwenda kuangalia procedure for conducting operational research. Our goals in this session, by the end of this session, everyone is expected to be able to first one is to outline the major characteristics of research, lakini pia identify essential guideline in conducting operational research, lakini pia describe procedure or other steps for conducting operational research, also define research problem, identify research problem, outline condition for a problem to be researchable, lakini pia explain criteria for selecting a research topic, and the last one is to explain how to prioritize topic for research. Therefore, tunaanza learning objective ya kwanza. Tunaanza jambo la kwanza ambao ni major characteristics of research. Operational research comprises a wide range of problem solving technique and methods applied in pursuit of improved decision making and efficient. Therefore, it has to have a certain characteristics are as follow. The first characteristics, it demand a clear statement of the problem. Research demand a clear statement of the problem. Statement of the problem is a clear, concise, and focused description of the issue, or rather a gap in a knowledge that a research project intend to address. It explains what is the problem, yani namaanisha what the problem is, lakini pia where it occurs, who is affected, and why it is important to solve the problem. This is what we call it statement of the problem. Therefore, one of the fundamental characteristics of research is that it determines a clear statement of the problem. This means that before any research being, the issue being studied must be clear, identify a well-defined and well-defined as well as understood. Kabla haujaanza research yoyote, ni lazima ufanye definition ya kile kitu ambacho unakwenda kukifanya. Utambue hicho kitu kinatokea wapi na kina affect nini, na umuhimu wa kusolve hilo tatizo. Sasa hivi vitu vyote tunaweza kukavifahamu kupitia what we call it statement of the problem. Ngoja tuangalie mfano mmoja wa statement of the problem ili tuweze kuelewa zaidi. Mfano wa statement of the problem: there is a high rate of antibiotic resistance among patients attending the outpatient department at Mwanza Regional Hospital, and the cause and contributing factor remain unclear.
This clear statement identifies specific issue. Hapa ukishaona hii statement of the problem, moja kwa moja una identify a specific issue, na specific issue hapa ni antibiotic resistance. Where it's happening tumeshajua kwenye hii statement of the problem, Mwanza Regional Hospital, and why it is concerned, kwa nini, and clear cause. Sasa hii statement of the problem inamsaidia nini researcher? It helps to guide research into factors such as prescription pattern, patient adherence, and the microbial resistance trend, ultimately aiming to improve antibiotic use. Umeona? Kwa hiyo utakapoona a clear statement of the problem at the end of the day, utajua kila kitu kuhusu hiyo research ambayo inakwenda kufanyika. Pia tunaweza tukaangalia mfano mwingine. Tuchukue mfano mwingine kwenye sekta ya mazingira. Labda statement of the problem, household, tuseme urban household in Dar es Salaam generate large volume of solid waste daily, but improper disposal methods are contributing to the environmental pollution and health risk. Hii inaweza ikawa ni statement of the problem. Lakini kwenye hii statement of the problem, this clear statement define the problem. Tatizo hili, statement of the problem hii moja kwa moja imedefine problem. Problem ni nini? Improper waste disposal. Lakini pia ime-identify area. The affected area, Dar es Salaam urban household. Lakini what are the negative impact? Imetoa kabisa negative impact ni pollutions and health risk. Hii ndiyo tunaita statement of the problem. So, one of the major characteristics of research ni kwamba it determine a clear statement of the problem. Sasa this can guide environmental research into waste management practice, policy gap, and sustainable solution. Kwa hiyo namaanisha kwamba major characteristic of research ni lazima uwe na clear statement of the problem. Hakikisha pale ambapo unatafuta tatizo kwa ajili ya kulifanyia research, uwe na clear statement of the problem ambayo itakuelekeza vitu vyote hivi. Lakini characteristics ya pili ni kwamba it require a clear objectives and plan. Mara nyingi tunajua kabisa kwamba research it is not aimless looking for something in the hope that you will come across a solution. Kila research lazima iwe na objectives, lazima uwe na malengo. As far as I told you, this is why we call it operational research, aiming at solving a practical problem or addressing the real world issue. Ni lazima uwe na objectives, ni lazima uwe na malengo, na hapa tutapata malengo makubwa na malengo madogo madogo. Mfano kwenye hii statement of the problem ambayo nimesema inahusiana na mazingira, urban household in Dar es Salaam generate large volume of solid waste daily, but improper disposal methods are contributing to environmental pollution and health risk. Hapa tunaweza tukawa na objective mbalimbali. Mfano objective ya kwanza is to quantify the amount and the type of solid waste generated by urban household. Ndio inaweza ikawa one of the objective. Lakini pia objective number 2, to examine methods of waste disposal used by them residents. Umeona? Hii inaweza pia ikawa objective ya pili. Lakini objective ya 3 unaweza kusema to examine the environmental and health impact of the improper waste disposal. Lakini pia unaweza ukaangalia tena objective nyingine, to identify community awareness and the practice related to waste management. Hizi zote ni objectives ambazo tunaziseti kila tunapohitaji kufanya research yoyote. Ni lazima uset objectives ili uweze kujua ni maeneo gani muhimu ambayo unaweza ukapita ili mradi come up with the solution. The aim is to solve the problem. Kwa hiyo ni lazima uwe na objectives. Lakini tunaenda
Tunaenda kwenye characteristics number 3. Tunasema it build on existing data using both positive and negative findings. Mara nyingi tunasema kwamba mambo mengi yameshakwisha kutokea, watu wengi wamesha address mambo mengi sana. Kwa hiyo na tunaamini kwamba tatizo lolote ambalo linakwenda kutokea ni lazima data ziwepo, it's either kwa uchache au kwa wingi wake. Kwa hiyo lazima ile research yoyote lazima itengenezwe kutokana na data ambazo zipo. Hakuna kitu kipya ambacho unaweza ukakigenerate au ukahitaji kukifanyia research alafu ukose data. Lakini tunasema kwamba new data should be systematically collected, analyzed to answer the original research. Mara nyingi tunaamini baada ya kufanya literature review utapata zile data ambazo tunasema existing data, zile data ambazo zipo. Lakini sasa baada ya kupata zile data ambazo zipo, kuna kufanya au kuna kukusanya data mpya. Na kukusanya data mpya inaweza ikawa kukusanya data mpya kwa ajili ya unapoenda kuuliza yale maswali, kutaka kujua baadhi ya vitu kuhusu hicho kitu ambacho unakwenda kukifanyia kazi. Kwa hiyo sasa hizi data ambazo tunaziita new data should be systematically collected. Kuna process ambazo zinahitajika kufuata ili uweze kukusanya hizo data. Unatakiwa uzikusanye systematically. Umeona? Lakini aim is to answer the original research objective. Lengo la kukusanya data systematically ni kuhakikisha zile objectives zote zinakwenda kujibiwa. Yale malengo yote ambayo umejiwekea kwenye research unakwenda kuyajibu. Hapo tunaingia kwenye jambo lingine ambalo tunasema kwamba ni essential guideline for conducting operational research. Operational research is undertaken primarily to provide information to support decision making that can improve the functioning of the health system. Some of the essential guidelines for success include baadhi ya guideline muhimu ili uweze kufanya operational research. Mojawapo ni it should focus on priority problem in the healthcare. Mara nyingi tunaamini kwenye healthcare setting zote kuna matatizo mbalimbali. It's either unaweza ukakuta kuna matatizo zaidi ya moja. Sasa hii operational research mara nyingi ni lazima ifocus kwenye priority problem. Hapo mbeleni nitakwenda kuwafunza ni namna gani ya kufanya prioritization kwenye matatizo. It's either una tatizo zaidi ya moja, lipi unatakiwa ulipe priority. Kwa hiyo tutakwenda kujua, lakini essential guideline for conducting operational research unaambiwa kwamba it should focus on priority problem in the healthcare setting. Lakini it should be action oriented, aim at developing a solution. Research yoyote ni lazima iwe kwa ajili ya kudevelop solution. As far as I told you kwamba operational research aiming at addressing the real world issue or solving a certain practical problem. Kama ni solving a certain practical problem, ili uweze kusolve hilo tatizo ni lazima udevelop a research solution. Ndio maana tunasema kwamba it should be action oriented, aimed at developing a solution. Guideline nyingine nasema an integrated multidisciplinary approach is required. Anasema this is research approaches from many disciplines are needed since health is affected by broader context of socio-economic development. Wanasema kwamba utafiti unahitaji mbinu jumuishi na za kisekta mbalimbali, yani mbinu za utafiti kutoka taaluma tofauti tofauti zinahitajika kwa sababu afya huathiriwa na muktadha mpana wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Hapa tunaamini kwamba discipline tofauti tofauti zinaweza zikajumuika kwa pamoja ili kuprovide the solution of the operational research. Mfano, wanaweza wakawa wataalamu wa afya wakajumuika, wataalamu wa saikolojia pia
wakajumuika, lakini wataalamu wa uchumi na sheria pia wanatakiwa wajumuike, ili at the end of the day provide what we call it proper solution. Lakini guideline nyingine tunasema the research problem should be participatory in nature, involve all parties concerned from policymakers to community members in all stages of the proposal. Utafiti huo pia unapaswa kuwa na ushirikishaji wa wadau wote wanaohusika, kuanzia watunga sera hadi wanajamii katika kila hatua ya maandalizi ya pendekezo la utafiti. At the end of the day, kila mtu kabla ya kufanya research ni lazima aandae pendekezo la utafiti ambalo tunasema kwamba ni research proposal. Sasa kwenye research proposal ni lazima ujumuishe watu wanaohitajika, participatory, anasema participation, labda wakazi, halmashauri, pia watu wa sekta binafsi unaweza ukashirikisha. Lengo ni kuhakikisha at the end of the day tunatoa solution ya lile tatizo ambalo lipo. Lakini research must be timely, otherwise it lose its purpose. Tunasema kwamba hii research ambayo tunasema ni operational research lazima iwe katika muda mwafaka, kwa sababu bear in your mind the aim is to solve a practical problem. Sasa kama utakuwa haujajiwekea muda wa kusolve hilo tatizo, basi at the end of the day utakuwa unapoteza lengo sahihi la research. Mfano kipindi kile cha corona, watu walikuwa wanahitajika kufanya research haraka ili kuweza kugundua dawa na kugundua huu ugonjwa ni wa aina gani. At the end of the day is aiming at solving a real world issue. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha ili tatizo la dunia linaondoka. Kwa hiyo kama haujajiwekea time kwa ajili ya kufanya research hiyo, but at the end of the day lengo la kusolve tatizo hilo linakuwa halipo. Kwa hiyo research must be timely, otherwise it lose its purpose. Lakini tunasema kwamba research emphasis should be placed on comparatively simple short-term research design which are likely to yield the practical result relatively quickly. Kipaumbele kinapaswa kutolewa kwa miundo ya utafiti isiyo rahisi, iliyo rahisi. Yani namaanisha kwamba nasema kwamba kipaumbele kinapaswa kutolewa kwa miundo ya utafiti iliyo rahisi, kwa namna ambayo inakuwa ni rahisi na muda mfupi, ambayo ina uwezekano mkubwa wa kuleta matokeo ya vitendo kwa haraka. Umeona, sio kitu kinakuwa kwa muda mrefu alafu hakiwezekani. Hapana, kinatakiwa kiwe kwa muda mfupi lakini kina yield practical result relatively quick. Asema it should be cost effective. Operational research should focus on a large context, on low cost studies that can be undertaken by management and the service personnel in the course of daily activities. Asema hii inasema kwamba unapaswa kuwa na gharama nafuu na uzingatiaji wa kiwango kikubwa cha utafiti. Gharama ndogo ambazo zinaweza kufanywa na wasimamizi au wahuduma wakati wakiwa wanatoa au wanatekeleza huduma zao za kila siku. Umeona kwamba costively in term of time na hela. Umeona kwamba kama mtu anafanya research ana uwezo wa kufanya hiyo research akiwa bado anaendelea na majukumu mengine. Labda tatizo limetokea hospitalini, hii research ili uweze kuifanya inatakiwa iwe costively ndogo in term of times, kwamba mtu anaweza akawa anafanya majukumu ya kawaida kila siku, anatibu wagonjwa, anafanya hichi, anaingia wodini, lakini at the end of the day anasolve tatizo. At the end of the day anasolve tatizo huku anafanya majukumu yake ya kawaida. Asema result should be presented in the format most useful for administration, decision makers and the community. Umeona kwamba at the end of the day
hichi kitu ambacho tunakwenda kukifanya lazima yale matokeo au baada ya kupata majibu, tunasema solution, aiming at solving practical problem. Sasa solution yake lazima iwekwe katika mtindo ambao viongozi na wale policy makers wanaweza wakapata kwa usahihi wake. Lakini evaluation of the research undertaken should concentrate on the ability to influence policy, improve services and ultimately lead to the better health. Lengo kwa wale watu wa afya ni evaluation hii at the end of the day ilete mabadiliko chanya kwenye afya, kwa sababu mara nyingi sisi wa famasia tunadili na afya, lakini kwa namna nyingine it's either labda kama ni sekta nyingine lazima tupate mabadiliko chanya ili tuseme kwamba research uliokwenda kuifanya ni kweli imeaddress the real world issue au imesolve a certain practical problem. Therefore, baada ya kujua hizo guideline, tunaenda kwenye kipengele kingine ambacho kipengele hicho tunasema kwamba ni procedures or other steps for conducting operational research. Procedure, step for conducting operational research. Hapa nimeweka kitu kinachoitwa research process in flow chart. Hapa hii itaelezea process zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa research, lakini tutakwenda kudadavua stage moja baada ya nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya stages ambazo zinakuwa ni ndefu sana kwa ajili ya kuweza kujua. Kwa hiyo hapa ni general stages or other procedures, steps for conducting what we call it operational research. Stage ya kwanza kama tunavyoona hapa, define research problem. Tunavyoona hapo define research problem, tunaweza tukaelezea kidogo kwamba this is the starting point of any research, kwamba kama unahitaji kufanya research, sehemu muhimu ya kwanza ni hii, kwamba tumesema kwamba operational research aiming at addressing the real world issue, solving a practical problem. Sasa mwanzo kabisa unatakiwa udefine research problem, ujue nini maana hichi kitu ambacho unakwenda kukifanya. Clear, identify and describe the problem that need to be addressed. Hapa unatakiwa ujue ni kitu gani ambacho unakwenda address, lakini this involve understanding the nature and the scope of the problem. Kwa hiyo hapa tunafanya kitu kama hicho. Lakini steps ya pili, step namba 2, tunasema kwamba ni reviewing the literature, review concept and theory. Tumesema kwamba research lazima itokane na zile existing data. Hakuna kitu kipya duniani. Vitu vingi vimekwisha kuandikwa, vitu vingi vipo vimeshafanywa. Kwa hiyo nasema kwamba reviewing the literature, kwamba reviewing the concept and theories, look into existing theoretical framework related to your research. Utaziangalia, utasoma vizuri, at the end of the day utapata ideas ili ujue ni wapi pa kuanzia. Analyze, ukishasoma hizi tunasema kwamba utakuwa na uwezo wa kuelewa ile gap lililopo kati ya research moja na research nyingine. Umeona? Hapa naweza nikatolea mfano kwenye masuala ya continental drift. Kuna jamaa mmoja anaitwa Alfred Wegener. Yule aligundua kwa nini zile continent zina shift kutoka hapa kwenda nyingine. Umeona? Akatoa evidence kwamba continent zina shift, akatoa evidence za jigsaw fit, akaonyesha kabisa ni kweli ramani ile ya Afrika ukiunganisha na Amerika kidogo zinaendana hivyo, jigsaw fit. Lakini mtu mwingine akaja akafanya research na kugundua mechanism ambazo zinasababisha dunia au continent kushift. Umeona? Kwa hiyo inamaanisha huyu mtu alifanya reviewing literature, aka review concept and theory,
akaangalia sasa na akaanalyze ile discrepancy au gap ambayo inamsababisha yeye sasa aingie kazini kwa ajili ya kufanya utafiti. Lakini hichi kitu huwezi kukifanya kabla kama hujafanya reviewing literature. Lakini review previous research findings, utapata hicho kitu. Lakini steps number 3 ni formulate hypothesis, develop hypothesis or prediction based on the literature review. Tunaamini mara nyingi baada ya kufanya definition of the problem, lakini reviewing literature, kuna baadhi ya vitu utakuwa umevipata. Sasa hapa ni kufanya prediction, kutabiri. Mara nyingi tunasema ni kubeti, umeona? Labda tatizo hili linasababishwa na kitu hichi na hichi na hichi. Hapo nimepredict kutokana na nini? Nimepredict kutokana na vitu ambavyo nimeshakwisha kuvisoma kwenye nini, tunasema kwamba reviewing literature. Baadhi ya vitu nimesoma, basi nikajua kutokana na hichi kitu, basi hichi kitu kinaweza, ili tatizo hili linasababishwa na kitu hichi na kitu hichi na kitu hichi. Umeona? Kwa hapo nimetabiri. Kwa hiyo ni stage namba 3 ambayo kila mtu anatakiwa aifahamu. Lakini steps namba 4, designing research including sampling designing. Plan how research will be conducted. Baada ya kujua sasa kuformulate hypothesis, sasa unataka kujua ukweli. Unajua kuna baadhi ya matatizo yanaweza yakawa, labda tuseme ugonjwa fulani unasababishwa labda na baridi. Umeona? Mara nyingi sehemu zenye baridi, labda kama Njombe, watu fulani ndio wana uwezo wa kupata ugonjwa huo. Lakini at the end of the day unakuta ule ugonjwa una uwezo wa kupatikana sehemu kama vile Dar es Salaam, lakini unajiuliza huu ugonjwa mara nyingi unapatikana sehemu ya baridi. Umeona? Sasa kama una uwezo tena wa kupatikana sehemu ya joto kama Dar es Salaam, tatizo linakuwa wapi? Kwa hiyo sasa hapa una plan how research will be conducted. Namna gani ambapo unakwenda kufanya kufanya research yako. Umeona? Kwa sababu umesha formulate hypothesis. Namna gani? Describe the research methods. Utaangalia sasa njia ambazo utakwenda. Je, utatumia quantitative, qualitative or mixed sampling methods, tools and data collection technique. Utaangalia wewe utatumia njia gani kukusanya data. Kwa hiyo hii ni research designing including sampling design. Lakini pia steps number 4 is the actual collection of data. Collecting data, tunasema kwamba excursions, ndio. This is the implementation phase where you gather the information from the field or lab. Data must be allocated systematically based on the research design. Lazima hapa tukusanye quality data. Lakini steps ya 6 tunasema analyze data, test hypothesis. Umeona? The appropriate statistical or qualitative technique to analyze the data. Umeona? Sasa hapa baada ya wewe kutabiri, uliformulate hypothesis, ndio? Baada ya wewe kutabiri, baada ya kuformulate hypothesis, sasa hapa ndo tunakwenda kutest hypothesis if any. Umeona? Tunaangalia, je, vile tulivyotabiri ni sawa? Kwamba ugonjwa huu unatokea kwa sababu hii na hii. Je, na tulivyokusanya data ni kweli ugonjwa huu unatokea kwa sababu hii na hii na hii? Hapa ndo tunapata hypothesis tunapata kitu ambacho sababu ambazo zinakubali hypothesis na sababu ambazo zinakataa, we call it hypothesis. Nafikiri baada ya kufika tutasoma vizuri, kadri tunavyozidi kwenda tutasoma vizuri namna gani ya kutesti hypothesis na namna gani ya kuformulate hypothesis. Baada ya hapo the last stage is known as interpretation or interpret and report. Umeona? Kwa hapa tunakwenda kutafsiri sasa zile data, and then at the end of the day unapotafsiri ndipo unapotoa solution. Baada ya kutafsiri kwamba ugonjwa huu unasababishwa na hichi na hichi, therefore what is the solution, and hence tunaandika ripoti. Tunakuwa tumemaliza hilo zoezi la steps for conducting operational research. Sasa
kuna baadhi ya concepts ambazo watu wengi wanaweza wakajiuliza ni kwa nini hazipo. Kuna kitu kinachoitwa research proposal. Je, research proposal inapatikana wapi kwenye steps or other procedure for conducting operational research? As I told you kwamba kila sehemu au kila steps ina baadhi ya vitu ambavyo inahitajika kufanya. Mfano, kwenye kufanya definition of the problem, hapa ndipo tunakwenda baada ya kufanya definition of the problem, hapa ndipo tunapokwenda kuandika proposal. Na tunapokwenda kuandika proposal ni lazima tufanye what we call it reviewing of them literature. Kwa hiyo tutaanza steps number 1, definition au define the problem. Hiyo ndo stage namba 1 tutaanza, na baada ya kudefine problem tutakwenda kujifunza ni namna gani ya kuandika proposal, na baada ya kujifunza namna gani ya kuandika proposal basi tutakwenda kuandika proposal. Lakini cha kwanza inabidi tujifunze ni namna gani ya kudefine research problem. Definition of research problem. Identification and formulation of research problem is the first step of research process. Hii ndio first step kwenye process zote za research. A research problem is definite or clear expression, statement about an area of concern, a condition to be improved upon. Sehemu yoyote ambayo inahitaji marekebisho, basi hii ndio tunaita research problem. Kama tunavyojua kwamba operation research is aimed at addressing the real world issue and solving a practical problem. Hizo practical problems are sehemu ambayo inahitaji solution, basi ndio tunasema kwamba this is what we call it research problem. Lakini a difficult to be eliminated, sehemu yoyote ambayo ni ngumu inahitaji kuondoshwa kwenye mazingira ili kuleta mazingira mazuri, kwenye afya ili kuleta afya nzuri, basi tunaita what we call it research problem. Or a troubling question that exists in a scholarly literature, in theory or within existing practice that point to a need for meaningful understanding and deliberate investigation. Mona kwa sehemu hiyo ambayo inahitaji kuboreshwa, basi tunaweza kusema tunahitaji kujibu. Lakini a question that researcher want to answer, a problem to be solved, hiyo ndo tunaita research problem. Tatizo lolote, kitu chochote ambacho tunahitaji kukijua. Mara nyingi hapa tunaamini sasa, sio tu kwenye operation research, hata kama unahitaji kujifunza kitu, basi hilo tatizo au hicho kitu tunakiita research problem. Sasa ni namna gani ya kufanya identification of the problem for research? Research problem can be identified through, umeona, kuna namna tofauti tofauti. Ukiwa field huko, ukiwa sehemu yoyote, una uwezo wa kuidentify research. Utatumia vitu gani ili uweze kuidentify research? Umeona, research problem, research problem. Mfano tunasema kwamba personal experience. Personal experience hii inaweza ikakusababisha ukafanya identification of the problem. Tunasema changamoto zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa shughuli au kazi. Hupo uliko, sehemu yoyote uliopo. Kama mfano sasa hivi unapoishi, unapofanyia kazi, kunaweza kawa kuna matatizo ambayo yanajitokeza. Hence unahitaji kutoa solution. At the end of the day, kile kitu ambacho unahitaji kukitolea solution ndicho tunasema kwamba ni problem. Therefore personal experience inakusababisha kufanya identification of the problem. Lakini practical experience, as I told you, changamoto zinazojitokeza wakati wa kutekelezaji wa shughuli au kazi, basi zinaweza zikakusababisha ukapata tatizo ambalo linahitaji solution. Kama mfano sasa hivi wanafunzi wengi mpo field, uko field sasa ndipo ambapo una uwezo wa kupata problems mbalimbali. Umeona,
problem mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza. At the end of the day unahitaji kutoa solution ili uimprove au uboreshe mazingira ya afya. Lakini reviewing of records or rather reports, ambayo tunasema kwamba mapitio ya kumbukumbu, unasema mapitio ya kumbukumbu ama taarifa, kusoma na kuchambua rekodi au ripoti zilizopo ili kubaini mapungufu na matatizo. Baadhi ya vitu, it's either labda umeangalia kitu fulani, umekisoma, umeona akipo sawa, kuna gap, kuna kitu huyu mtu ambaye hajakifanyia kazi. Sasa ili uweze kusolve tatizo, basi unaweza review of the records and the report. Lakini critical appraisal of literature, uchambuzi makini wa maandiko ya kitaaluma. Uchambuzi makini wa maandiko ya kitaaluma. Kusoma maandiko ya kisayansi ili kubaini maeneo yenye maswali au hitilafu. At the end of the day una identify a problem. Lakini previous research, utafiti uliowahi kufanyika hapo awali, pia unaweza kusaidia ku identify research, anasema kuchunguza utafiti uliopo ili kubaini pengo au jambo ambalo halikufanyiwa utafiti kwa kina. At the end of the day utaweza kufanya identification of the problem. Lakini tunasema existing theory, nadharia zilizopo. Umeona pia unaweza kufanya identification of the problem. Lakini pia tunasema customer user feedback, maoni, mrejesho kutoka kwa watumiaji. Kama mrejesho kutoka kwa watumiaji ina kitu fulani, inakuelekeza moja kwa moja kwamba hili tatizo tunatakiwa tulitafutie solution. Therefore at the end of the day utakuwa umefanya identification of the what we call it research. Lakini performance improvement, social issue management, meetings, brainstorming, zote hizi zinaweza kusaidia kufanya identification of the problem. Okay, kama nilivyowaambia pale awali, sio kila tatizo linahitaji research. Yani from nowhere, sio kila tatizo ambalo linajitokeza tu at the end of the day tunahitaji kulifanyia research. Kwa hiyo kama sio kila tatizo linalotokea linahitaji research, basi lazima kuwe kuna condition for a problem to be researchable. Whether a problem situation require research depend on the three condition. Ili sasa tujue tatizo hili linahitaji kufanyiwa research, ni lazima kuwe na condition 3. Ngoja nizisome nikuelezea, alafu nitakupa scenario ya kuelezea hizi condition zote. Condition ya kwanza, there should be a perceived difference or discrepancy between what exists and the idea or planned situation. Ni lazima kuwe na tofauti inayoonekana kati ya hali halisi iliyopo na hali bora au iliyopangwa. It's either ni problem situation of the problem, ile hali halisi ambayo ipo, tatizo ambalo lipo, lazima liwe na utofauti na hali bora ambayo inaweza ikawepo. It's either labda ni ugonjwa umetokea, ule ugonjwa ni hali halisi, lakini hali bora ni kutokuwa na ule ugonjwa. Kwa hiyo kukitokea kitu kama hichi, inamaanisha hapo kuna gap, kuna kuhitajika kufanya kwa research ili at the end of the day tuondoe ile gap, tuondoe ile hali halisi, tuje kwenye hali bora. Tuondoe ile hali halisi ambayo ipo kama ni ugonjwa ili tuje kwenye ile hali bora. Kwa hiyo tunasema kwamba hii ni gap au discrepancy between what is existing and the idea or planned situation. Umeona, lazima kuwe kuna hili gap. Kama hakuna hili gap, hakuna haja ya kufanya research. Lazima kuwe kuna gap hili, lazima kuwe kuna discrepancy hii. Lakini pia the reasons for this different should be unclear so that it makes sense to develop
research question. Anasema sababu ya tofauti au tofauti hiyo inapaswa kuwa haijulikani wazi ili iwe na maana kuandaa maswali ya utafiti. Umeona? Sababu hii ya utofauti huu ambao tunasema kwamba utofauti wa hali ya mwanzo na utofauti wa hali ya sasa, lazima kuwe hakuna sababu, yani haijulikani sababu hii iliyosababisha. Mfano, ngoja niwape scenario fupi ambayo itakusaidia wewe kujua hichi kitu ambacho ninakuambia. Let's say kwamba kuna mfamasia mmoja mara nyingi huwa anauza dawa, na anauza dawa labda kwa wagonjwa wa TB. Ana wagonjwa wake 20 ambao kila mwezi au tunasema kila mwisho wa mwezi ni lazima wale wagonjwa wafike kuchukua dawa. Umeona? Lakini ulivyofika mwezi huu wale wagonjwa wote hawakufika. Sasa pale kuna gap, kuna discrepancy, kuna difference between existing and the idea or planned situation. Inamaanisha mara nyingi huwa anawahudumia wale wagonjwa wa TB. Kila inapofika labda tuseme tarehe 20 wale wagonjwa wanakuja kuchukua dawa. Lakini tarehe 20 ya mwezi huu wale wagonjwa hawakuja. Je, ni kwa nini hawa wagonjwa hawakuja? Anaanza kujiuliza maswali. Je, kuna sehemu nyingine wamepata ambayo wanatumia dawa, wananunua dawa kwa bei nafuu? Je, hawa wagonjwa wamepona kwa hiyo hawawezi kutumia tena dawa? Au wameambizana wasije tarehe hii? Umeona? Kwa hiyo hapa tunasema kwamba hapa the reason for this difference should be unclear. Hatujui sasa tatizo hili ni lipi. Hatujui hili tatizo hili linasababishwa na nini. Je, wamepona au imekuwaje? Umeona? Kwa hiyo huyu mtu at the end of the day anahitajika kufanya research ili kujua ni kipi hasa kimewafanya hawa watu wasije kuchukua dawa. Umeona? Kwa hiyo hapo kuna gap, inahitajika ifanywe research. Kuna reasons ambazo tunasema kwamba reason for this difference should be unclear. Hizi huu tofauti unatakiwa uwe na sababu ambazo hazieleweki. At the end of the day itatusaidia sisi kudevelop what we call it research question. Lakini tukibaki na hiyo scenario, twende tukaelezee condition number 3. There should be more than one possible answer to question or more than one solution to the problem. Ili sasa uweze kusolve tatizo ni lazima uwe na majibu zaidi ya moja ili tatizo liweze kusaidiwa. Mfano, kwenye hii scenario akaja baadaye bila kufanya research tu akaja kugundua watu wengi watu hao 20 ambao wanakuja kila mwezi kununua dawa, labda amegundua kwamba hawakuja kwa sababu ya uharibifu wa miundombinu kutokana na mvua kubwa iliyonyesha siku hiyo. Yaani namaanisha hawa watu sasa wameamka asubuhi kwa lengo pia la kwenda kuchukua hizo dawa, lakini wameamka wakakuta nje haipo. Yaani namaanisha wakakuta nje kuna mafuriko makubwa, njia hazipitiki, miundombinu imeharibika. Kwa hiyo at the end of the day huyu mtu hahitaji tena kufanya research, kashapata majibu, si ndio? Hahitaji kufanya research, anafanya research ya aina gani? Kwa hiyo kwa sababu ameshapata majibu. Kwa hiyo huyu mtu hana uwezo tena wa kufanya research. Umeona? The research is not researchable kwa sababu ameshapata majibu kwamba watu hawakuja. Hawezi kung'ang'ana kutafuta kwa nini hawakuja, lakati ameshajua watu hawakuja kwa sababu hiyo. Sasa hii condition number 3, there should be more than one possible answer. Tunapataje possible answer? Labda huyu mtu akiamua kufanya research ni kwa nini miundombinu ya barabara huwa hazipitiki kipindi cha mvua kubwa. Umeona? Kwa hiyo huyu mtu kuna possible answer zaidi ya moja. Sasa anatafuta possible answer ambayo itapelekea kusolve tatizo. It's either
Miundombinu haipitiki kwa sababu wakandarasi wanajenga barabara zetu kwa kutumia tuseme material hafifu, au wakandarasi hawana elimu za kutosha, au wakandarasi wanajenga kwenye mikondo ya maji. Hapa kuna possible answer zaidi ya moja. Sasa ili kusolve tatizo ni lazima ufanye research at the end of the day, uweze kujua ni lipi tatizo halisi na kuweza kuliondosha. Kama mfano ukifanya research akagundua miundombinu haipitiki kipindi cha mvua kwa sababu wakandarasi wanajenga kwenye mikondo ya maji, basi at the end of the day solution ni kwamba haturuhusiwi kuwaruhusu wakandarasi kujenga kwenye mikondo ya maji. Umeona? Kwa hiyo there should be more than one possible answer to the question, or more than one solution to the problem. Therefore tunasema kwamba these are the condition for a problem to be for the problem to be researchable. There should be a perceived difference or discrepancy between what exists and the idea or planned situation. Pia namba 2 kwamba the reasons for this difference should be unclear so that it makes sense to develop a research question. Lakini pia the last one, there should be more than one possible answer to the question, or more than one solution to the problem. Tuko pale kwenye what we call it operational research. Operational research, bear in your mind, operational research is aimed at solving a practical problem or addressing the what we call it the real world issue. Lakini sometimes inaweza ikatokea the real world issue or practical problem ipo zaidi ya moja. Let's say labda una problem au matatizo, let's say tutumie kwa lugha rahisi ili uweze kuelewa, ni kwamba title of the research unazo 3. Unahitaji moja ili kuweza kuipa priority. Utatumia mbinu gani? Umeona? Kuna baadhi ya criteria for selecting health related problem to be given priority in research. It's either uko field huko, as I told you kwamba kila mtu anatakiwa awe na research ideas 3. Sasa kati ya zile, ni muda sasa wa kufanya hichi kitu, kati ya zile research 3 ni ipi ambayo una uwezo wa kuipa priority? Ni ipi ambayo tunahitajika kuipa priority? Sasa hapa ndo criteria for selecting health related problem to be given priority in research. When there is many potential topic for research, a decision should be made to select one which of the high priority. Sasa ipi itakuwa na priority kubwa? To do so, we need to compare the topic using some of the criteria. And these some of the criteria wanasema kwamba ni, ya kwanza wanasema ni relevance, ya pili ni avoid of reduplications, lakini ya 3 ni urgency of the data, timelineess, lakini political acceptability, lakini feasibility of the study, applicability of the result, and the what we call it ethical acceptability. Hivi vitu vyote vina rating scales, na tutajifunza ni namna gani ya ku rating scales ili at the end of the day tuwe tuna uwezo wa kufanya identification of them, selecting health related problem to be given priority in what we call it research. Okay. Each criteria has the rating scales to be rating scale to enable one to decide which problem is to be selected. The following are the criteria and the rating scale. Sasa kabla tujaanza, na mimi nataka nichague rating scale zangu, nichague topics zangu 3. At the end of the day tutakuwa tuna rate kwa pamoja, ili at the end of the day nikuambie kati ya hizi topic 3 ipi nimeipa priority kutokana na nini. Umeona? Topic ya kwanza ni the rise of non-communicable disease among youth in urban area, yani ongezeko la magonjwa yasiyoambukizwa kwa vijana mijini.
Lakini focus of the investigation ni kwamba factor leading to the increasing of hypertension, hii ni non-communicable disease, diabetes and obesity among youth aged miaka 15 mpaka 24 in urban center. Mara nyingi kuna haya matatizo, watu wengi au vijana wengi wenye miaka 15 mpaka 24 wanapatwa na haya magonjwa ya hypertension, yani shinikizo la damu, lakini uzito kupitiliza, diabetes, lakini na obesity, umeona, wanapata matatizo haya. Sasa hili ni tatizo la kwanza, tunasema research problem ya kwanza ambayo unakwenda kuiangalia. Tutaipitisha kwenye hizi rating scale zote, at the end of the day nitawaambia ipi nimeipa priority. Lakini ya pili ni poor compliance to antenatal care visit at rural communities, kutokamilika kwa huduma za kliniki kwa wajawazito vijijini. Hii pia ni tatizo, nimeliona na nikaamua kuliweka hapa ili tutafute ni lipi la kulipa priority. Lakini focus exploring reason why pregnant women in rural areas do not complete their recommended 4 or more than 4 visit at clinic. Hawa watu tuchunguze ni sababu gani zinazopelekea wajawazito vijijini kutokufika kliniki kwa angalau mara 4 kama inavyopendekezwa. Kwa hiyo hii ni tatizo la kwanza. Nimewaambia ni masuala ya diabetics, ni masuala ya non-communicable disease. Lakini la pili ni hawa wajawazito, kwa nini hawakamilishi clinic angalau mara 4 kama wanavyopendekezwa. Lakini tatizo la tatu tunasema kwamba antibiotic misuse in pharmacy without prescription, matumizi mabaya ya antibiotic bila dawa kuandikwa madukani. Aiming or focus is to assess the extent of the extent of over the counter antibiotic sales and the impact on antibiotic resistance. Uchunguzi wa kiwango cha uuzaji wa antibiotic bila cheti cha daktari au cheti cha daktari na madhara yake katika kuibua usugu wa vimelea vya maradhi. Kwa hiyo hiyo ni research problem. Ziko 3. Kwa hiyo ya kwanza ni non-communicable disease inahusiana, lakini ya pili inahusiana na masuala ya mama wajawazito kutokufika kliniki kwa angalau mara 4 kama ilivyopendekezwa. Lakini ya mwisho nasema ni misuse of antibiotics, hizi dawa za antibiotics, umeona. Kwa hiyo topic ya kwanza, jambo la kwanza tumesema linaitwa relevance. The topic should be relevance. Ili sasa uweze kuipa priority topics yoyote ni lazima iwe relevance. Relevance is a crucial when prioritizing research or prioritizing health related problem for research. For example, disease or condition that affect a large population are cause significant morbidity and mortality are often prioritized due to the relevance in the public health. Sasa hapa priority, je, kile kitu ambacho kina very high negative impact, watu wanakufa kwa kiwango kikubwa, ni lazima tukipe priority. Ni lazima tufanyaje? Tukipe priority. Mnasema kwamba mfano kama kipindi kile cha corona, imetokea corona labda na kaugonjwa kingine kadogo, priority research itafanyika kwenye corona. Kwa sababu gani? How large or widespread the problem is. Tatizo hili lilikuwa la dunia nzima, watu wengi wanakufa. Who is affected? Watu wengi be affected, watoto, wa mama wajawazito, nguvu kazi ya dunia ilikuwa inapotea. Kwa lazima tungeipa priority, what we call it corona. Lakini how severe the problem is, tunajua namna gani corona ilivyokuwa inaasiri. Sasa kwenye rating scales kuna score namba 1 not relevant, umeona. Lakini score namba 2 relevant, score namba 3 very 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 relevant, umeona. Kwa hiyo sasa tutarate kati ya zile ambazo nimekupatia au zile topic zangu ambazo nimekupatia. Mfano ya kwanza mimi nitaipa relevance namba 3,
yani very relevant. Nitaipa rating score yake ni 3, very relevant, kwa sababu non-communicable diseases are increasing and affecting long term productivity and quality of life. Umeona hizi non-communicable diseases zina affect taifa kwa namna kubwa. Watu wengi wanapata ugonjwa wa shinikizo la damu, uzito uliopitiliza, wengi sana wa mjini. At the end of the day tutakuja kupoteza nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo mimi naipa very 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 relevant. Lakini pia topiki ya tatu ya wajawazito, tunasema kwamba topiki ya tatu ya wajawazito au problem ya tatu ya wajawazito, pia kwenye hii swala la relevance nitaipa namba 3. Nitarate namba 3 kwamba because maternal health is a high priority area especially in rural setting. Kwa hiyo nitaipa priority namba 3. Lakini antibiotic resistance pia nitaipa namba 3. Antibiotic resistance is the global and national health threat. Kwa hiyo nitaipa namba 3. Zote hizo zimepatiwa namba 3. Tunakwenda kwenye criteria ya pili, avoid of reduplication. We should avoid reduplication. What is already well established. Check literature to see if the topic has been researched in the same area or elsewhere. If so, ask where or not where is issue that remain to be investigated. Umeona, huwezi ukaenda ukafanya research kwenye kitu ambacho kimeshakwisha kufanyika. Umeona, majibu yote kama ni causes, effect, zote zimeshakwisha kufanyika. Ni wewe kuchukua na kuziangalia. Eneo fulani majibu yote yameshakwisha kufanyika, utafanyaje research hiyo, si ndio? Kwa hiyo avoidance of reduplication, tunatakiwa tufanye hizo rating scales at the end of the day, tujue je, hichi kitu tunachokwenda kukiaddress kimeshakwisha kufanyika. Kama kimeshakwisha kufanyika, tutajua ni namna gani ya kurate. Mfano rating scales or rather scores, namba 1 ni sufficient information available. Umeona, kama sufficient information available inamaanisha hakuna haja ya kufanya research, si ndio? Kwa sababu kila kitu kipo ambacho unakwenda kukitaji. Lakini some information available but major issue are not covered. It's either labda kuna baadhi ya information zipo lakini sio kivile, kwa hiyo unahitaji kufanya research at the end of the day ili niweze kukamilisha au cover kile kitu ambacho hakijafanyika. Lakini no sound information available, hapa hakuna chochote ambacho kimefanyika, hakuna sound information ambayo inaweza ikatatua hili tatizo. Kwa hiyo inamaanisha tukiweka rating scale namba 3 ni lazima hii research iweze kufanyika. Lakini kupitia sasa zile research zangu ambazo nimekwisha kueleza kwamba nazirate, avoidance of reduplication ni rate namba 2 kwamba some information available but major issue are not addressed. Umeona, mfano kwenye hii tatizo la non-communicable disease, some studies exist but specific focus on youth in urban areas is less covered. Umeona, watu wengi wameangalia sababu la ongezeko la magonjwa yasiyoambukizwa kwa wengi, yani kwa namna kubwa sana, lakini hawajabase kwa youth especially in urban area. Mara nyingi watu wa vijijini huwezi kuta anapata hivi vitu, ni wachache sana, japo sasa hivi mambo yanabadilika, lakini mara nyingi vitu hivi utavikuta sana urban area. Kwa hiyo nikaipa rate namba 2 kwamba some information available but major issue are not covered. Lakini pia avoidance of reduplication kwenye swala la wajawazito kutokufika kliniki kwa muda sahihi au kwa muda ambao wamepangiwa. Widely studied, many similar studies exist. Hivi vitu vimefanywa sana, kwamba sufficient information nimeipa rating namba 1. Hii avoidance ile swala la wajawazito nimelipa sufficient information available. Hiki kitu kimefanywa utafiti mara nyingi. Lakini kwenye tatizo namba 3 la antibiotics nimelipa rating namba 2. Some studies existing but not many at the local level in a community pharmacy. Hizi community pharmacy bado hatujafanya research sana, kwa hiyo nimeipa some information available but major issue are not covered. Sasa tunaenda kwenye criteria namba 3, urgency of data, timeliness. How urgently are the result needed? Je,
hivyo vitu ambavyo unakwenda kuvifanyia utafiti, je, vinahitajika kwa uharaka kiasi gani? Consider which research should be done first and which one can be done later. Sasa hapa tunaangalia ni tatizo lipi ambalo, ni research ipi ambayo tunahitajika kuifanya sasa hivi na nyingine tunaweza kuifanya baadaye na isilete what we call it madhara. Kama nilivyowaambia rate scale zetu tunasema ya kwanza, information not urgently needed, labda information hazihitajiki kwa sasa hivi. Umeona? Hazihitajiki kwa sasa hivi. Kwa hiyo unaweza ukiweka namba 1 unaweza kusema kwamba hizi information sio sana, umeona? Lakini information could be used the right way, but the delay of some months will be acceptable. Yani namba 2, rate scale namba 2, hizi information ambazo tunahitajika kuzipata ili kutoa ile tatizo zinahitajika kwa muda sahihi, lakini at the same time zinaweza zikachelewa kwa baadhi ya muda, it's either labda muda wa mwezi mmoja. Lakini rating namba 3 kwamba hizi information zinahitajika haraka kwa ajili ya matumizi. Information zinahitajika haraka kwa ajili ya matumizi kama tatizo ni kubwa. Kama mfano ungekuwa ni kipindi kile cha ugonjwa wa corona, hapa urgency of data, timeliness, tungesema kwamba namba 3, information zinahitajika kwa haraka ili zifanye au ziende kufanya yale matumizi ambayo yanahitajika. Kwa hiyo kama nilivyowaambia zile topics zangu 3, urgency of data nimekupa kwenye non communicable disease, nimeipa namba 2, useful for long term planning but not an emergency. Umeona kuhusu hili swala la watu kuwa na magonjwa ya kutokuambukizwa, ni swala ambalo tunahitaji kulipanga kwa muda mrefu. Umeona? Kwa hiyo information could be used the right way, but in a delay of some months will be acceptable. Lakini tunaangalia kwenye urgency of data kwenye hili swala la wajawazito, urgently needed to reduce maternal and mortality, kupunguza vifo. Mara nyingi jamani, tunajua kabisa wamama wajawazito kila siku watu wanazaliwa. Kwa hiyo hizi information zinahitajika haraka ili kupunguza mortality rate, vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto. Kwa hiyo linahitajika haraka ili tujue ni kwa nini wanashindwa kuattend angalau mara 4 kama ilivyoshauriwa. Umeona? Kwa hiyo tukishajua, at the end of the day tunaweka tunafanyaje, tuna solve tatizo. Kwa hiyo urgently of data nimeipa namba 3, data zinahitajika haraka. Lakini urgency of data kwenye swala la antibiotics, very urgently due to the increasing drug resistance. Umeona? Hizi pia tunasema kwamba very urgently, nimeipa rate namba 3 kwamba information zinahitajika kwa haraka. Tunaenda kwenye criteria nyingine inaitwa political acceptability. The topic supported by the local or the national authority. Je, hichi kitu ambacho tunakwenda kukielezea, kukifanyia utafiti, je, kina be supported na political acceptability, local or national authority zina support? Say labda unahitaji kufanya research kuhusu what we call it ushoga. Sasa hichi kitu not acceptable, not acceptable kabisa. Kwa maana gani? Utapokwenda kufanya utafiti kwa wale mashoga, inamaanisha wale hawaruhusiwi kuwepo. Utapowatafuta ili wafanyie research, at the end of the day ni lazima watakamatwa na watapata adhabu, kwa sababu ni kitu ambacho hakipo acceptable. Haezi kujireveal kwamba yeye ni shoga. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutaangalia kwenye kitu kinachoitwa political acceptability. Je, ile topic ipo acceptable? Rating scales, namba 1 tunasema kwamba topic not acceptable, namba 2 topic is slightly acceptable, lakini namba 3 topic is fully acceptable. Kwenye hizi topic zangu, ya kwanza political acceptability, first with the national non-communicable disease control progress. Kwa hiyo nimeipa rate namba 3. Swala la non-communicable disease nimelipa namba 3 kwamba topic fully
acceptable kwa sababu ni mpango wa taifa kwenye hili swala. Lakini political acceptability kwenye hili swala la wamama wajawazito strongly supported by the maternal health policies. Maternal health policies na support hichi kitu. At the end of the day we need to find out the research ili tuweze kutoa solution kwa nini hawafiki katika muda waliopangiwa. Labda wamepangiwa kila kipindi waende kliniki kwa muda kwa mara 4, umeona, au zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa hiyo at the end of the day tunafanya research kwa sababu is politically acceptable. Lakini policies acceptable. Number 2, some resistance. Umeona hapa tunapata kwenye hii swala la antibiotics, tutaweza tukapata some resistance from pharmacy stakeholders may exist. Umeona baadhi ya watu ambao wanatumia hizi antibiotic kwa ajili ya kujipatia kipato wanaweza wakatoa resistance. Kwa hiyo politically acceptable topic is slightly acceptable. Kwa hiyo tunaipa rating scales namba 2 kwamba slightly acceptable. Kwa hiyo resistance itakuwa nyingi. Kuna wafamasia ambao wanafanya kazi ya kuuza hizi antibiotics. Kwa hiyo wewe ukiingilia hili swala inamaanisha resistance ni lazima uipate, wanaingiza kipato. Kwa hiyo tunaipa topic yetu, tunaipa rating scales namba 2, slightly acceptable. Lakini tunaenda kwenye kitu kinaitwa feasibility of the study. Feasibility of the study. Can the study be done with the available resource? Umeona? Consider human, material, financial and time. Je, kitu ambacho unakwenda kukifanya kinaweza kikafanyika kwa resource ambazo zipo? Wewe unahitaji kwenda kufanya utafiti kwenye sayari ya Mars. Je, una resources za kufika kwenye sayari ya Mars? Unahitaji kufika kwenye mwezi. Je, una resources za kufika kwenye mwezi? Consider human, material, financial and time. Una muda? Wewe umechagua research yako ukaifanyie labda Morogoro. Upo Mwanza, una uwezo wa kupata nauli ya kwenda Mwanza Morogoro kusanya data? Kwa hiyo hapa pia nichukue fursa hii kuwashauri, kama unafanya research ni jiji la Mwanza, hakikisha una uwezo wa kufika sehemu ya kukusanyia data. Financial, material, financial upo safi na muda utaupata wa kwenda kukusanya hizo data. Ndio kitu ambacho tunakwenda kuifanya. Rating scales namba 1, study is not feasible. Umeona kwamba uwezekano ni mdogo, uwezekano haupo kabisa, hauwezi kwenda sayari ya Mars. Umeona. Namba 2, study is feasible, lakini study is very 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 feasible. Taipa namba 3. Kwa hiyo kwenye topiki zangu feasibility kwenye swala la non-communicable disease, urban setting made it easy to reach the youth, data can be collected effectively. Kwa hiyo nimeipa namba 3, study is very very feasible. Lakini kwenye swala la maswala ya hawa watu wajawazito nimeipa namba 2, study is feasible, kwamba challenge in rural areas may affect data collection. Unaweza labda transportation, logistic challenges in rural areas may affect data collection, kwa sababu hii research yetu tunaenda kuifanyia labda rural areas, kutoka kijiji kimoja kwenda kingine, kutoka hospitali kwenda hospitali nyingine. Je, kuna hizo barabara? Kwa hiyo nikaangalia sometimes unaweza ukasema kwamba studies feasible, namba 2 nikaipa. Lakini feasibility ya swala la antibiotics, study is very 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 feasible using interviews and pharmacy visit. Umeona, tunaweza tukafanya interview na pharmacy visit, at the end of the day tunapata majibu ili kuweza kutatua hili tatizo la antibiotics. Lakini criteria namba 6 ni applicability of the result. It is likely that the recommendation from the study will be implemented. Je, unaamini hicho kitu ambacho unakwenda kukifanyia research kitaenda kufanywa kazi? Sio tu unafanya research at the end of the day hakiwezi kwenda kufanywa kazi. Je, applicability of the result, matokeo ya ile ambacho unakwenda kufanya yanaenda kufanywa kazi? Umeona kwamba
Rating scales hapa tunasema no chance of being implemented. Hicho kitu ambacho unakwenda kukifanyia research, je, kinaweza kufanywa kazi? No chance of being implemented. Namba 2, some chance of being implemented. Lakini namba 3, good chance of being implemented. Hapa kwenye topic zangu, topic ya masuala ya magonjwa yasiyoambukiza, findings nimeipa namba 3, findings, information, prevention and campaign and youth targeted policies. Kwa hiyo the result can be good chance of being implemented. Hili swala la non-communicable disease, good chance of being implemented. Lakini kwenye swala la wamama wajawazito nimeweka pia namba 3, recommendation could be implemented through local healthy progress. Kwa hiyo nimeipa namba 3 kwamba good chance of being implemented. Lakini applicability kwenye hili swala la antibiotics pia nimelipa rate namba 3, good chance of being implemented. Kwa sababu gani? The result could be influence pharmacy regulation and public awareness. Kwa hiyo nimeipa rating scale namba 3. Ya mwisho ni what we call it ethical acceptability. Ethical acceptability tunasema kwamba is the study going to cause ethical concern? Ethics, what to do at what time. Unaona? Je, tatizo hili ambalo tunaenda kuliaddress linaweza likasababisha ethical concern yoyote? Acceptability of the research study. Can the consent to participate be easily obtained? Will the study be injured in any way? Rating scale kama nilivyo kawaida, major ethical problem, minor ethical problem, lakini no ethical problem. Kwa hiyo hapa kwenye rating scale, ethical acceptability, no major ethical. Kwenye swala la communicable disease, non-communicable disease, nimesema kwamba namba 3, no major ethical issue youth can content. Umeona? Lakini kwenye hii ethical acceptability kwenye swala la wamama wajawazito nasema ethical with informed consent from participant. Hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika. Lakini namba kwenye hili swala la antibiotics nimeipa rating scale namba 2, minor ethical issue related to the observing illegal practice. Umeona? Hili swala la what we call it illegal practice, kwa hiyo nikaipa rating scales namba 2 kwamba minor ethical problem. Inaweza ikatokea minor ethical problem. Kwa hiyo hapo ni rating scales. Kila kwenye criteria tulipokuwa tunapita kila topiki zangu zile 3 nilikuwa nazipa rating scales. Sasa ni nini cha kufanya baada ya kufanya rating scales? After careful assessing and scoring the topic based on the criteria, select one with the highest score. Sasa hapa nitajumlisha rating scales ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwenye kila topic zipo rating scales tofauti tofauti, nitazijumlisha. Baada ya mimi kujumlisha topic namba 1, topic namba 1 ambayo inahusiana na the rates of non-communicable disease among the youth in urban areas imepata rating scales ya 19. Lakini poor compliance to maternal care visit at rural community imepata rating scales ya 18. Lakini antibiotics misuse in pharmacy without prescription imepata rating scales ya 18. Kwa hiyo hapa nimejumlisha zile rating scales zote, nikapata A ni 19, B 18, C 18. Kwa hiyo after careful assessing the score of the topic based on the criteria, select one with the highest score, na nikachagua ya one with the highest score ni hii ya the rates of non-communicable disease among youth in urban areas. Topic A at the highest priority health research problem due to its wide relevance, strong feasibility and high political and ethical acceptability. Why topic B and C are also important topic, but a slightly high overall strategic value for a long-term public health intervention. Kwa sababu hiyo tunachagua topiki
A. Therefore, this marked the end of this session. Na niwape kazi kwenye hizo topiki 3 ambazo niliwaambia mchague. Mtafanya hii rating scales na at the end of the day mtapata topiki moja, na hivi karibuni nitakwenda kukusanya hizo topiki moja kwa kutumia njia ya Excel au kwa kutumia njia ya email. Nitawatumia email ili kila mtu aweze kunitupia au kunitumia hiyo topiki moja ambayo ameshaifanyia kwa quality rating scale, ameshaipa priority. Therefore, this marks the end of this session. Thank you. If you quite on the process, you will quieting on the result. Mr. Mbwambo, City College, Mwanza Campus.